nikianza kwa majonzi na huzuni, utumishi shule yangu kateketea kwenye moto. Taifa bado linaendelea kuomboleza kifo cha wasichana 16 walioteketeza kwenye janga la moto uliotokea katika shule ya upili ya utumishi kule Gilgil katika kaunti ya Nakuru siku chache zilizopita. Wazazi wa watoto hawa 16 bado wamebaki bila majibu, huku wanachokitazama ni mabakio ya mwili ya wana wao wanaosubiri kuweza kuzikwa na kutumwa mahali pema peponi. Aidha, maswali yanazidi kuulizwa, ni nini walichotenda kuweza kujipata kwenye kisa cha kupoteza maisha? Shirley Ondari, Precious Wanjeri, Fortune Aimaya, Abigail Chepngei, Zohra Ramahiga, Nicole Muirore, Celestine Wambui Kelly, Cecilia Wanjiku, Gertrude Muthoni miongoni mwa wanafunzi wengine. Nakumbuka saa 6:30 ilianza kwa mayowe, ghafla tukazinduka. Wengi wetu walijaribu wawezavyo, walakini na hata mahakama ya Naivasha ikiweza kutoa amri kwamba washukiwa wakuu walioteketeza moto katika shule hiyo ya utumishi katika eneo la Gilgil kuzidiwa kufungwa kwenye rumandi ya watoto kwa zaidi ya siku 21 ili DCI na maafisa wa polisi kumaliza uchunguzi. Hawa ndio baadhi ya wanafunzi waliojaribu kadri ya uwezo wao kuweza kuokoa maisha, lakini hata licha ya hayo majaribio, bahati yalikuwa upande wao na siku yao ya kupoteza maisha likafika ghafla. Wazazi wao walipokea taarifa ya kifo chao kama nzi linalokimbiza chakula, yaani unachokisikiza kinapita lakini haukioni. Baadaye ukweli wa maneno ulifika wakati waliitwa kuweza kufika kwenye makafani kuweza kutekeleza shughuli za kujua kweli wanao ni akina nani. Lakini moto huu ukashika usukani. Wimbi kuu la majonzi lilitanda mitandaoni nchini Kenya, hata nchi za ng'ambo, na wazazi walilia kwa uchungu kuwapoteza wanawao. Na hadi sasa wazazi bado wanaendelea kulia kwa uchungu, majonzi na machungu yakiendelea kuwanasa vinywa vyao, wakitaka haki kwa wanao walioangamia kwenye kisa hicho cha moto. Wakili Danstan Omari naye kwingine amejitokeza rasmi akieleza kwamba wale ambao walinaswa na kanda za CCTV huenda wakaachwa huru na mahakama, kwani haikukubaliwa kisheria CCTV kuwepo pale. Haraka sote twawaombea, taswira mbaya na tena ya huzuni kajengeka kwetu sisi wanafunzi wa utumishi. Tuungane kwa pamoja na maombi. Na huku visa hivi vya kuteketeza shule zikiendelea nchini, unahisi serikali inafaa kuchukua hatua gani ili kuweza kuzuia idadi ya wale wanafunzi wanaoathiriwa na hata wazazi wanaoathiriwa? Newton Ouma, Kasisi wa Habari.